Okay, tunarudi sasa katika episode yetu ya pili ambayo sasa tunaenda kuzungumzia ubatizo sahihi. Namna gani utabatizwa ili uweze kwenda kuonja wokovu wako wa kweli. Tuliona katika episode iliyopita, kitu cha kwanza inabidi uisikie Injili, uhubiriwe Injili na kuiamini Injili. Na tatu ni kubatizwa kisahihi. Biblia inatuambia ubatizo uko mmoja tu. Tukisoma kwenye kitabu kile cha Waefeso sura yake ya 4 mstari ule wa 5. Waefeso sura ya 4 mstari wa 5, Biblia ina maneno haya hapa, inasema. Biblia inasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanatambua ubatizo uko mmoja tu peke yake. Yamkini ya kwamba wanadamu wanazo batizo nyingi sana wamejitengenezea. Nyingi mno. Kuna wale ambao wanabatiza kwa kuruka moto. Wanakoka moto. Baada ya kukoka moto, mtu anaruka moto, anasema ya kwamba tayari amebatizwa. Na hiyo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu anasema ya kwamba Bwana Yohana alisema ya kwamba yule anayekuja nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hiyo anasema ya kwamba ukiruka moto manake tayari umebatizwa. Kuna wale wengine wanabatiza watu kwa maji machache. Na kuna wengine wanabatiza watu kwa ishara tu ya msalaba hapa. Kuna wengine wanabatiza watu kwa kumwagia vumbi kichwani. Batizo ziko chungu mzima. Na kiwango zimekwisha kuchanganya watu sana. Wengine wanasema ya kwamba ubatizo ni mmoja tu, ni wa Roho Mtakatifu peke yake. Sasa leo kulingana na maandiko, kwa sababu unataka ukombozi, mpendo wangu na nitazama, unataka ukombolewe kikamilifu juu ya mambo yote yanayokusumbua, inabidi utambue vizuri kabisa kuhusu ubatizo mmoja ni upi. Ubatizo mmoja ni upi? Manake nje ya ubatizo mmoja huwezi kuupata wokovu. Na kama watu wanateseka na mambo mbalimbali, ni kwa sababu hawajaupata ubatizo sahihi kulingana na maandiko. Ubatizo mmoja una mambo makubwa mawili ya msingi ambayo inabidi uyajue. Jambo la kwanza kabisa ni nini? Jambo la kwanza kabisa ambalo unapaswa kulielewa, ubatizo sahihi unapaswa uwe ndani ya maji mengi. Narudia kwa mara nyingine, ubatizo sahihi unapaswa uwe ndani ya maji mengi, sio kwenye maji machache, sio kuruka moto, sio kumwagiwa vumbi. Ubatizo inabidi uwe kwenye maji mengi. Hilo ndio jambo la kwanza la msingi. Lakini jambo la pili ni lipi? Jambo la pili inabidi uelewe ya kwamba ubatizo inabidi jina la Bwana Yesu litamkwe wakati wa kubatizwa kwako. Ukifanya kitu hiki kikifanyika, basi hapo unakwenda kupokea wokovu wako mkamilifu na ukombozi wako mkamilifu, na unakuwa huru mbali na utumwa wote. Sasa tunaangalia hatua ya kwanza. Kwa nini kwenye maji mengi? Ubatizo unapaswa kuwa kwenye maji mengi kwa sababu moja kubwa ya msingi ya kimaandiko. Sababu moja kubwa ya msingi ya kimaandiko. Sababu kila kitu cha kwetu lazima kiwe na msingi wa kimaandiko. Kama sio hakina msingi wa kimaandiko, hatuwezi kukishikilia. Kwa hiyo sasa, jambo la kwanza kubwa la msingi la kimaandiko, kwa nini ubatizo unapaswa kuwa kwenye maji mengi? Kwa sababu ubatizo unakuunganisha na kifo cha Bwana Yesu, kuzikwa kwa Bwana Yesu na kufufuka kwa Bwana Yesu. Matendo haya matatu ya msingi ndio yanayoleta ukombozi wako wa asili mbaya, ukombozi wako kutoka katika vitu vya kikabila, ukombozi wako kutoka katika laana za ukoo na familia. Kifo cha Yesu, kuzikwa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu, unabidi uunganishwe na hivi vitu katika ubatizo. Sio maneno ya kwangu mimi, ni maneno ya Bwana Yesu. Ni maneno ya Mungu mwenyewe. Tunaweza kusoma katika kitabu cha Warumi sura yake ile ya 6. Warumi sura ya 6 mstari wake ule wa 3 mpaka wa 5. Utasoma pale na utaona ya kwamba ubatizo na kuunganisha na tendo hili la baraka
la kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Warumi sura yake ya 6 mstari wake huo wa 3, Biblia inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Unaona, amesema ya kwamba sisi sote tuliofanyaje? Tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika nini? Katika mauti yake. Kitu cha kwanza ni mauti, ni kifo. Kwa hiyo ubatizo unafungamanishwa na kifo cha Bwana Yesu, unakuunganisha wewe na kile kifo cha Bwana Yesu, kile kifo ambacho ulipaswa ukife wewe, Yesu akafa kwa ajili yako. Kwa hiyo ili wewe uweze kukombolewa, lazima uunganishwe na kile kifo. Na unaunganishwaje? Kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo jambo la kwanza, unaunganishwa na kifo cha Bwana Yesu. Tuendelee mstari wa 4. Anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kitu cha pili, unaona, tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kumbe ubatizo, kitu kingine cha pili ambacho kinafanya katika maisha yako, kitu kingine ambacho kinafanya katika hali yako ya kiroho, ni kukuunganisha wewe mtu wa Mungu na nini? Na kuzikwa kwake Bwana Yesu. Unapata faida ile ambayo ilikuwa sababu ya Yesu kuzikwa kwake. Faida ile na wewe unaipata. Kwa hiyo unaunganishwa na kuzikwa kwa Bwana Yesu kupitia nini? Kupitia ubatizo. Angalia umuhimu wa ubatizo ndani ya maji mengi na thamani yake. Unaona, anaendelea, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka. Kitu cha tatu kinatamkwa hapo ni kufanyaje? Kufufuka. Kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kitu cha tatu cha baraka katika matendo haya matatu, ambalo tendo la kwanza ni kufa, la pili ni kuzikwa, la tatu ni kufufuka. Kwa hiyo unaunganishwa na kufufuka kwa Bwana Yesu, ambako ndio kuliashiria ukombozi wenyewe. Wewe unaunganishwa nako sasa na kule kufufuka kwake. Unaona? Kwa hiyo jinsi Kristo alivyofufuka, na wewe unafufuka katika upya wa uzima. Maanake asili mbaya inaondolewa, laana zinaondolewa, mikosi inaondolewa, roho zilizokuwa zinatembea na wewe za ukoo na za kifamilia na za kikabila la kwako, zote zinaondolewa, na hapo unaonja kuwekwa huru. Ndiyo maana mstari wa 5 anamalizia kwa kusema hivi. Angalia mstari wa 5 anamalizia. Anasema, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika naye kwa mfano wa kufufuka kwake. Kwa hiyo kumbe ubatizo unakuunganisha. Sijui kama unapata neno lenyewe hapo. Ubatizo unakuunganisha na matendo haya ya baraka matatu makubwa ya msingi yanayoleta ukombozi katika maisha yako. Kwa hiyo kwa nini kwenye maji mengi? Ni kwa sababu ubatizo unapaswa ukuunganishe na kifo na kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo usipobatizwa kwenye maji mengi, maana yake unajiondoa mwenyewe na tendo hili la baraka na matukio haya matatu ya baraka: kifo cha Bwana Yesu, kuzikwa kwa Bwana Yesu na kufufuka kwa Bwana Yesu. Unajiondoa katika baraka hii hapa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, napenda uone umuhimu wa ubatizo. Yesu, Biblia inatuonyesha ya kwamba alibatiza kwenye maji mengi. Injili ya Yohana sura yake ya 3 mstari wa 22. Biblia inasema hivi: baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Mstari wa 23 anasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu
kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kwa sababu huko kulikuwa kuna maji tele. Maji tele tunaelewa ya kwamba manake ni maji mengi. Kwa hiyo ubatizo unapaswa kuwa kwenye maji mengi. Kwa hiyo unapaswa kuwa kwenye maji mengi, sababu nimeshakwambia tayari, ni kwa sababu ubatizo unabeba ama unakuunganisha na kifo na kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Ule kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu ndio upatanisho wa kwako, ndio unaokupatanisha wewe na Mungu. Wewe kwa asili nilishatangulia kukuonyesha ya kwamba ulizaliwa ulishashindwa, umezaliwa katika hali mbaya, umezaliwa tayari muongo, umezaliwa tayari mpenda mila, umezaliwa na vitu na desturi, umezaliwa na vitu vingi vibaya. Kwa msingi wa kuzaliwa kwako na maisha yako, maana yake wewe ni mtu ambaye hukupaswa kuonana na Mungu, na mwisho wa maisha yako ulipaswa kwenda kuzimu. Ilibidi upate upatanisho. Unaona? Sasa Yesu alienda kuifanya ile kazi ya upatanisho. Huku kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu ilikuwa ni kazi ya kukupatanisha wewe. Kumwaga ile damu pale msalabani ilikuwa ni kwa ajili ya kukupatanisha wewe. Sasa ili uunganisho na hilo tendo la upatanisho, ndio maana yake inabidi ubatizwe. Kifo cha Yesu kilikuwa ni kwa ajili ya kukupatanisha. Rumi sura ya 5 mstari wa 9 ule mpaka wa 10. Biblia inasema, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Katika episode iliyopita nilikwambia ya kwamba tunaokolewa. Kuokolewa ni unaokolewa kutoka kwenye nini? Unaokolewa kutoka katika ghadhabu ya Mungu, kutoka katika hasira ya Mungu. Ndio wokovu maana yake. Unaona? Sasa hapa anatuonyesha Roho Mtakatifu kwa kinywa cha Paulo ya kwamba ubatizo unatufanya ya kwamba tunahesabiwa haki, na baada ya kuhesabiwa haki tunaokolewa na ghadhabu yake. Tendo la pili ni kuokolewa na ghadhabu yake. Unahesabiwa haki na kuokolewa na ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo kifo cha Yesu kinakupa wewe kuhesabiwa haki, na damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani inakupa wewe kuhesabiwa haki na kuokolewa na ghadhabu ya Mungu. Sasa hili tendo ili likufikie wewe, inabidi lazima ubatizwe, jinsi ambavyo tumeona katika sura ile ya 6. Maana yake ukibatizwa ndio unaunganishwa na hiki kitu. Mstari wa 10. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Biblia inatuambia ya kwamba kwa njia ya mauti ya Bwana Yesu Kristo tumepatanishwa. Lakini tena anasema baada ya kupatanishwa tunaokolewa tena katika uzima wake. Haya matendo unayapokea kupitia ubatizo. Kwa hiyo usipobatizwa unajiepusha mwenyewe na hii baraka kuu sana ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yako na katika hali yako ya kiroho. Kwa hiyo ubatizo unapaswa kuwa kwenye maji mengi. Hiyo ndio sababu kubwa ya msingi. Sasa kwenye maji mengi nimekwambia ya kwamba jambo la kwanza kabisa kuonyesha ya kwamba ubatizo unapaswa kuwa kwenye maji mengi. Na kwa nini kwenye maji mengi? Na jambo la pili nimekwambia jina linapaswa kutamkwa. Jina inabidi litamkwe. Jina la nani inabidi litamkwe? Jina la Bwana Yesu Kristo inabidi litamkwe. Bwana Yesu aliagiza hivi yeye mwenyewe kwa kinywa chake kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 28:19. Bwana Yesu aliagiza hivi. Aliagiza nini? Tunaweza kusoma Mathayo 28:19. Mathayo 28:19, Bwana anasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina moja, jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu amesema mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mpendwa wangu, kwenye episode iliyopita nilikuonyesha ya kwamba Yesu sio nafsi ya pili ya Mungu.
Yesu ndiye yule Yehova wa Agano la Kale. Na hapa narudia kwa mara nyingine, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu sio nafsi tatu za Mungu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni sifa za Mungu mmoja. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni sifa za Mungu mmoja. Mungu hana nafsi tatu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni sifa zake. Kwa hiyo huyu Mungu yeye yuko mmoja, ila huyu Mungu mmoja yeye ni Baba, yeye ni Mwana, yeye tena ni Roho Mtakatifu. Kuna wakati alifanya kazi kama Baba na kuna wakati alifanya kazi kama Mwana, na leo anaendelea kufanya kazi ndani ya kanisa akiwa kama Roho Mtakatifu. Wakati mwingine, wakati utakaponiuliza maswali kuhusu jambo hili, nitakuelezea kwa kina. Leo sasa hivi kwa kuwa ninazungumzia kuhusu ubatizo, basi nisiingie kwa kilindi hapo. Nasubiri swali lako, ukiniuliza nitakueleza kwa kina kuhusu hilo jambo. Sasa, lakini kwa kifupi tu inabidi uelewe namna hiyo. Inabidi uelewe ya kwamba Baba, Mwana, Roho Mtakatifu sio watu watatu tofauti. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni mtu mmoja. Ndio maana Bwana Yesu Kristo mwenyewe amesema ukabatize kwa jina, sio majina. Mimi hapa ni baba, watoto wangu wananiita baba, lakini baba sio jina langu. Mimi tena baba yangu ananiita mwana, lakini mwana sio jina langu. Mimi tena nina roho, lakini roho sio jina langu. Jina langu ni nani? Naitwa Frank Masanja, ndio jina langu. Hata ukimuita mtoto wangu, ukimwambia hebu nitajie jina la baba yako, mwanangu hawezi kukuambia ya kwamba baba yangu jina lake baba. Hawezi kurudia kitu kama hicho, sababu anajua baba sio jina. Kwa hiyo mpendo, unanitazama, baba sio jina, inabidi ujue. Mwana sio jina, Roho Mtakatifu sio jina. Unaitwa baba ni kwa sababu umepata sifa ya kuzaa, ndio maana unaitwa baba. Unaitwa mwana kwa sababu umezaliwa. Kwa hiyo sio majina hayo. Yesu alikuwa anataka nini? Jina. Sasa, pasipo mimi kuingia kwa kilindi sana kwenye haya mambo, nimekwambia kuna mambo mengine na yaacha ili uniulize maswali. Lakini wako watu waliagizwa kuhusu hii kazi. Kina Petro waliagizwa, kina Yohana waliagizwa, wale mitume 11 ndio waliagizwa kufanya hii kazi katika ule mlima wa Mizeituni. Sasa kama sisi tunashindwa kulitambua jina la huyu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni nani, huyu mtu mmoja mwenye hizi sifa tatu ni nani, kama sisi tumeshindwa kulipata jina lake huyu mtu, inabidi tuwaulize kina Petro, tuwaulize kina Yohana, nyinyi mlilitambua jina la huyu mtu? Mlilitambua jina la huyu Mungu? Jina lake ni nani? Mliwabatizaje watu? Kina Petro wanatuambia tusome kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, kwa sababu Biblia imerekodi matendo yetu tuliyoyafanya baada ya kuagizwa kazi ile. Na siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alipotushukia, alituongoza kwenda kuifanya kazi ya Mungu, na Roho Mtakatifu alitufunulia hilo jina. Kwa hiyo siku ya Pentekoste Petro alisimama akitambua majukumu yake, Roho Mtakatifu akiwa amejaa ndani mwake. Na kama mtu wa Mungu mwenye uchaji wa kiroho ataelewa ya kwamba siku hii ya Pentekoste hakuwa Petro anayeongea, sababu Petro kwa asili alikuwa muoga, aliwakimbia Wayahudi. Lakini hapa Biblia inaonyesha Petro kwa ujasiri alisimama mbele ya Wayahudi, anawahukumu Wayahudi, akiwaambia Wayahudi ya kwamba nyinyi ndio mlimsulubisha Yesu. Unaona, aliwatwisha Wayahudi hukumu ya kwao. Sasa utaelewa ya kwamba
kilichokuwa ndani ya Petro hakikuwa kitu kingine kilichokuwa kinamsukuma, sababu asili yake ni muoga. Ule uoga uliondolewa na nini? Ile hofu iliondolewa na nini? Yale mashaka aliyokuwa nayo yaliondolewa na nini? Ni ule Roho Mtakatifu, Mungu mwamba wa vizazi, yule mfalme wa wafalme alikuwa ameshuka ndani mwake katika umbile la Roho Mtakatifu, na ndio alikuwa akifanya kazi yake katika ile saa. Kwa hiyo ile wakati ule hakuwa Petro, alikuwa ni Roho Mtakatifu ndani ya Petro anasema. Roho Mtakatifu ndani ya Petro alikuwa anasema nini? Baada ya mahubiri ya kwake, baada ya maneno aliyotoka kuyasema, wale watu walipoyasikia yale maneno, walipochoma na mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tufanyeje sasa? Tunataka tuokolewe na sisi, tufanye kitu gani? Sikia kile Biblia inatusema. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 mpaka 38. Biblia inasema hivi: walipoyasikia haya wakachoma na mioyo yao. Kina nani walioyasikia haya? Ni ile jamii ya watu waliokuwa imewazunguka wakati ule. Katikati ya wale ambao walisema hao wamelewa, na wale wengine walisema ya kwamba walimtukuza Mungu kwa kuona ya kwamba wanamwadhimisha Mungu kwa maneno makuu mno, wakachoma na mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Tufanyeje sasa? Mioyo yao iliumia baada ya mwenendo wao mbaya, maisha yao mabaya, mioyo yao iliumia. Kwa nini tumeishi namna hii? Mioyo iliwachoma. Na wewe pia inabidi moyo ukuchome kwa ajili ya maisha yako, tabia zako, mwenendo wako, ibada zako za salamu ambazo umekuza kuzifanya. Kuchoma na moyo kwanza. Huzunika ndani ya moyo. Kwa nini nimekuwa hivi? Kwa nini nimeishi ubaya huu wote? Kwa nini nimeishi vitu ambavyo vingeniangamiza mimi mwenyewe, vingenipeleka mwenyewe kwenda kuzimu? Kwa hiyo wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Sura 38. Majibu ya Petro yalikuwa nini? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe. Petro akamwambia jambo la kwanza inabidi kufanyaje? Kutubu. Amewaambia tubuni. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Nisiingie leo kwa kina kuhusu mambo ya kutubu. Nizungumzie tu ubatizo. Unaona? Petro akamwambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Petro akawaonyesha njia ya kupata wokovu hawa ndugu zetu wapendwa. Aliwaambia kwamba tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake nani? Yesu Kristo. Petro akafunua jina. Roho Mtakatifu ndani ya Petro akafunua jina, kwamba kumbe sio kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ila ni kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Inabidi ukabatizwe namna hiyo. Na ukibatizwa namna hiyo, kuna faida mbili kubwa unazipata. Ya kwanza ndio ondoleo la dhambi unalipata, na cha pili unachokipata, unapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kumekuwa na uigizaji mwingi sana kuhusu Roho Mtakatifu leo ndani ya makanisa. Wengine wanawafundisha watu, sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Baadaye anamwambia mtu kama tayari umeshapata Roho Mtakatifu. Mwingine anasema kwamba wewe sema tu mama 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 mama. Mwingine anaambia tayari umeshapata Roho Mtakatifu. Wengine ni kwa vitambaa, mtu anapuliza kitambaa hivi, anaanguka chini, mtu anaambia tayari kapata Roho Mtakatifu. Kwenye Biblia hakuna mtu hata mmoja alimpokea Roho Mtakatifu kwa njia hiyo. Kama na wewe mtazamaji wangu ni miongoni mwa watu waliopokea Roho Mtakatifu kwa kuambiwa rudia maneno, ujue ya kwamba hicho kitu ulichokipokea kilikuwa sahihi. Njia sahihi ya kumpokea Roho Mtakatifu ni hii hapa. Ubatizo ni sahihi ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwanza upate ondoleo la dhambi zako, na pili unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Petro akalifunua jina, kwamba jina ni Bwana Yesu Kristo. Na ukisoma kwenye maandiko utaona mitume hawakuwahi kurudia lile fumbo la Bwana Yesu la Mathayo 28:19. Mathayo 28 ni fumbo, mtazamaji wangu mpendwa. Mathayo 28 ni fumbo ambayo wewe inabidi ulifumbue. Ni kama vile mwalimu anakupa hesabu 2 mara 2 anakuandikia sawa sawa.
2 mara 2 ni sawasawa na 4, ndio majibu. Lakini ukisema 2 mara 2 ni sawasawa na 2 mara 2, haujapata. Na hakuna mwalimu mwenye akili timamu anaweza kumpa vema mtoto mwanafunzi ambaye amerudia 2 mara 2 sawasawa na 2 mara 2. Hawezi kumpa vema mtoto wa namna ile. Kwa hiyo Mathayo 28:19 ilikuwa ni fumbo ambao wanafunzi walifumbuliwa na Roho Mtakatifu aliyekuwa anafanya kazi ndani mwao. Na sisi leo kama tunadai tuna Roho Mtakatifu, inabidi Roho Mtakatifu atufunulie vile vile alivyowafunulia kina Petro na kina Yohana na kina Paulo, kama tuna Roho Mtakatifu yule yule. Tunaweza kuongeza andiko lingine, Matendo ya Mitume sura ya 4, sura ya 8, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 14 mpaka 16. Utaona andiko lingine ambalo linashuhudia ya kwamba watu walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo, sio kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na mitume waliokuwa wako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana hawajawashuhudia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ushahidi wa andiko la pili unaonyesha ya kwamba mitume waliobatiza watu ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tunaweza kusoma andiko lingine tena, Matendo tena ya Mitume sura ya 10 mstari wa 47 na 48. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 47 na 48, utaona kwa mara nyingine tena kuna watu pale wanabatizwa kwa jina la Bwana Yesu, sio kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kuashiria ya kwamba watu walitambua Baba sio jina, Mwana sio jina, Roho Mtakatifu sio jina. Matendo ya Mitume sura ya 10, Biblia inasema, ni nani awezaye kuzuia maji hao wasibatizwe? Kwa hiyo ubatizo unapaswa kuwa kwenye maji. Unaona, ubatizo unapaswa kuwa kwenye maji. Kuna mafundisho mengi sana leo, mengi, teolojia ziko nyingi sana zinazozuia watu wasibatizwe. Nataka nikwambie mpendwa mtazamaji wangu, kama unakutana na mafundisho namna ile, ujue ya kwamba uko chini ya ushawishi wa adui. Kimbia mara moja, achana na kukaa na kumsikiliza mtu wa namna ile anayekwambia ya kwamba ubatizo haupaswi kuwa kwenye maji. Angalia hapa, Paulo mtume aliyetumwa na Bwana Yesu anasema ya kwamba ni nani awezaye kuzuia maji hao wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Tuendelee. Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Akaamuru wabatizwe kwa jina lake nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo Petro kwa mara nyingine anatuonyesha ya kwamba ubatizo ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hilo ni andiko la 3 nimekupa. Andiko la 4 ninakuongezea. Unaweza kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tena sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 5. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 5, utaona tena ya kwamba watu walibatizwa kwenye maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tutasoma pale. Ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, alikutana na wanafunzi kadha wa kadha. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Aliwauliza wanafunzi, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Na walikuwa waaminifu sana wa watu. Majibu yao yalikuwa nini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Kwa hiyo Paulo moja kwa moja aliposikia hao watu wamemjibu hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia, moja kwa moja alijua wamekosea ubatizo, sio kitu kingine. Ndio maana na yeye aliuliza kuhusu ubatizo, akasema, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani nyinyi? Maana uko ubatizo mmoja tu ambao kwa huo ukibatizwa lazima upokee Roho Mtakatifu. Ukibatizwa nje ya huo huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Matokeo yake utakutana na matengenezo mengi ya kuaminisha ya kwamba ulipokea Roho Mtakatifu, na wakati huo ni uongo. Roho Mtakatifu wa kweli njia yake ya kuja ni hapa. Kwenye andiko la kwanza nimekuonyesha, na kwenye ile andiko la mwisho ninakuonyesha tena ya kwamba njia ya kupokea Roho Mtakatifu lazima kwanza umebatizwa ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hawa hapa walimkosa.
Akawauliza, basi nibatizwe kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana, manake walibatizwa kwenye maji mengi, isipokuwa kuna jina likutamkwa. Tuendelee. Paulo akasema Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Mstari wa 5, walipoyasikia haya wakabatizwa. Manake nini? Walirudia kubatizwa. Kurudia kubatizwa, mpendwa wangu, sio dhambi. Adui amepofusha fikra za watu leo kwa kuambia ya kwamba ukishabatizwa mara moja huwezi kubatizwa, na wakati huo ubatizo ambao amewafundisha watu sio sahihi, na amewafunga watu mle wa kuambia ya kwamba ukibatizwa mara moja usibatizwe tena. Lengo lake ni nini? Watu wapotee waende kuzimu. Lakini mpendwa wangu na nitazama, nataka nikwambie, kama ulikosea kubatizwa, kurudia ubatizo sio dhambi. Hawa hapa unaona ya kwamba walikosea kubatizwa na ilibidi warudie. Ndio maana Biblia inasema walipoyasikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na mimi ninakuomba wewe mpendwa mtazamaji wangu, kwa kuyasikia haya na wewe ukabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa, huo ndio ubatizo sahihi ambao utakuletea wewe ukombozi uliokuwa mkamilifu. Inabidi ubatizwe ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Jina la Yesu inabidi litamkwe, hapo utapata ukombozi. Na kitu kingine cha kuongezea hapa sasa hivi ni kwamba ubatizo, unabatizwa kwa kulazwa chali. Batizo nimesema ziko nyingi mno, adui amewafanyia watu ujanja mwingi sana ili auwe watu. Ubatizo, unabatizwa kwa kulazwa chali, kwa sababu ni kifo. Mtu anapozikwa anazikwa chali. Huwezi kukuta mtu amezikwa amechuchumaa. Hakuna kitu kama hicho. Kuzikwa unazikwa chali. Kwa hiyo sasa inabidi ulazwe chali, sio kuchuchumaa namna hii. Inabidi uwe umelazwa chali. Kama umebatizwa kwa kuchuchumaa sio sahihi. Kama umebatizwa kwa kulazwa namna hii sio sahihi. Inabidi ulazwe chali, huku likiitiwa jina la Bwana Yesu Kristo, na bila kiungo cha kwako chochote kuonekana. Sio unabatizwa mguu unapanda juu unaonekana namna hii. Unabatizwa koti lako liko juu, ama nini shati lako liko juu. Unaona, kama ni dada kitenge chake kinaonekana. Hapo hujabatizwa. Sababu kubatizwa ni kuzikwa. Kuzikwa inabidi kila kitu cha kwako kinafukiwa. Kila kitu cha kwako kinabidi kifukiwe. Huwezi kukuta kwenye makaburi mtu amezikwa sanda yake iko juu, au suti yake iko juu, au mkono wake uko nje. Huwezi kukuta kitu kama hicho. Kuzikwa, mtu anazikwa mwili wote unapotea kwenye ardhi. Na wewe inabidi uzikwe, mwili wako wote unapotea ndani ya maji. Hapo ndio unakuwa umezikwa. Na ukibatizwa hivi sasa, ukiwa umeamini kisahihi kwamba Mungu yuko mmoja, mwenye nafsi moja, aliyaona mateso yangu, aliona shida zangu, aliona magumu yangu, akaamua aje duniani hapa aishi badala yangu, ayabebe mateso na laana zangu na kwenda kufa pale msalabani. Na huyu hakuwa nafsi ya pili ya Mungu isipokuwa ni Mungu mwenyewe, ili mimi niweze kuokolewa. Ukiamini hivi kwa moyo wako wote na kwenda kubatizwa ndani ya maji mengi, kisa hii ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo, lazima uokoke. Hapo utakuwa umeokoka na hatari ya mambo ya ulimwengu huu, nguvu za giza, ushirikina, laana, mikosi, utakuwa umeokoka navyo. Lakini pia utakuwa umeokoka na ghadhabu ya Mungu. Lakini pia utakuwa umeokoka na kuzimu. Na tena maisha yako yatapata badiliko sasa, kwa sababu utakuwa umefanya kitu ambacho kimempendeza Mungu kulingana na agizo lake. Kwa hiyo maisha yako kuanzia hapo utayaona yakibadilika. Utasumbuliwa tena na asili ya dhambi. Utaona ya kwamba ukiwa unayashinda yale ambayo yalikuwa yanakushinda. Bwana Mungu akubariki sana, na kukumbusha kuweka comment hapo chini. Kama una kitu chochote kile unataka kuuliza, unataka kujua, weka comment yako chini hapo, nitaikuta, nitajibu swali lako kwa njia ya video, nitajibu comment yako kwa njia ya video. Kama unaona ya kwamba tutawasiliana kwa WhatsApp, namba hizo hapo zinapita,
utachukua namba zangu za WhatsApp au kunipigia kwa njia ya kawaida, hakuna shida. Wewe uwe huru tu kuwasiliana na mimi. Kama uko Tanzania hapa, utawasiliana na mimi kwa njia ya kawaida. Kama uko nje ya nchi, utawasiliana na mimi kwa njia ya WhatsApp, tutakuelekeza kitu cha kufanya. Sisi imani yetu iko karibu dunia nzima. Kwa hiyo usije ukawa uko Zambia, uko Kongo, uko Burundi, uko Rwanda, uko Marekani, uko Ujerumani, uko sehemu yoyote ile unahofia kusema ya kwamba nimelisikia hili neno sasa huko Ujerumani nitabatizwaje? Wewe niandikie, nitakuelekeza mahali kanisa lilipo na utapata huduma hii ya ubatizo vizuri, na wewe utakuwa miongoni mwa watu wanaojiandaa kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni, ukiwa na uhakika kabisa uko katika njia sahihi aliyoiandaa Mungu kwa ajili yako. Bwana Mungu akubariki sana, mpaka wakati mwingine.